wakati nilikuwa naimba wimbo huu ni wimbo wa tenzi, lakini nikapata ufunuo ya kwamba ni kwa imani macho yangu itaondolewa mawingu, niache kuona vitu ambavyo ninavyoviona, niweze kuona zaidi ya mawingu kuna hatima yangu, zaidi ya mawingu kuna wema wa Mungu, zaidi ya mawingu kuna favor yangu mahali. Sema amen, sema amen, sema amen. Nilikuwa nimeimba miaka 18 lakini siendi popote. Kila ninaimba, hata wale nilikuwa wanasikiza wanasema Sarakei una utunzi mzuri sana, lakini mbona ni kama kuna kitu kinakuzuia. Kwanza nikiwaambia, wakati nilianza kuimba 1991 nilikuwa nimeimba wimbo wangu wa kwanza, Mwadhani wakwa nebeneza ogwone kuga haukinyete tinyakana oti wakwa ni mwadhi wakwa. Hii safari nilikuwa nimeanza, lakini nilikuwa ninakaa every time nina make step ni kama nina make mbili nyuma. I was crying unto the Lord. Nilikuwa namulilia Mungu, namuuliza ni mpaka lini. Kuna wengine niliwashika mkono, wakaniambia mimi hata sijui nianzie wapi. Nikamwambia kuja nikuonyeshe kule tunaanziaka, na wakaenda wakaanza. Baadaye wamenipita, wameenda hui, wanaangalia nyuma, wanasema ni nini mbaya na huyu mama, tumemkuta. Can you imagine mtu anasema tumemkuta? Sisi hata ni watu tumemkuta na sisi tumeenda, kuna shida, maybe hajaokoka kabisa. Unaenda unatubu dhambi zote, unatubu dhambi za mama yako, za baba yako, za babu yako, za wale hata haujui. Unasema ukoo wetu, kama kuna dhambi ilifanywa ambayo inanizuia, unaanza kuikata. Bado uko tu pale, unalilia Mungu, unamuuliza Mungu, nitakulilia mpaka lini? Nitasimama lini? Wengine wanakuja wanatoa unabii, wanasema wewe unakaa kama ua la rose, ni kunyamaza linanyamaza, lakini inaitwaje kwa Kiswahili litachanuka, litachanuka. Hii ua la rose nauliza sasa litachanuka lini? Hii ua la rose bado limenyamaza. Miaka 10 limenyamaza, miaka 15 limenyamaza, miaka 18 limenyamaza, lakini mwaka wa 18 Mungu akaniuliza, ni lipi hilo ambalo limefanya ulie miaka yote? I decided, I want to encourage somebody, I decided to seek the face of the Lord. Not that I was not doing that, but all the time I was doing it. This time round I told God, this will be the last time. This will be the last time nina fast na ninaombea hii kitu. Si kwamba sitakuwa naomba na fast, lakini kwa hili jambo la uimbaji, this will be the last time. Na ninajua ya kwamba kama hakuna kitu hakitafanyika. Unajua Mungu kukuelewa ni ngumu sana, lakini sasa nitakuelewa ya kwamba haukuniita mimi niwe muimbaji. Hivyo nitakaa kando, nitakuwa tu ninaimba ya kukuimbia maana umenipa sauti. Sitaipoteza chini. Lakini hii kungangana, sitangangana tena. Kumbe Mungu anagojeanga mpaka useme hivyo, ati ya kwamba sitangangana. Hallelujah. Na ndio Paul Moyo akasema, we murakeli rakela ngoro yakwa todo arakeli marutanga wato we mwaki wa nyumba takohoya jakeleno todo siakwe akela no ile momo. Hebu sema tena, we murakeli rakela kono todo nagala kela todo arakeli marutaga watoho we mwaki wa nyoba nakohoya jakele and at that time I was in that level of telling God, I am giving all to you now.
have prayed. I have tried to push myself. I have even sometimes nimeongea mpaka na marafiki zangu, mkienda mikutano muniite, niimbe ndio nione kama nitapenya. Lakini wakati wa Mungu hauko umefika. When I was praying, and it was my last day of the 3 days that I was fasting and praying, I was in my bedroom and I told God, this is the final day, but I am happy. Hakuna kitu umeniambia kutoka sasa. Nimejua mimi sijaitwa kuimba, lakini kwa sababu umenipa sauti, nitakuwa ninakuimbia, lakini sitakuwa nang'ang'ana tena kwenda popote. Hapo ndipo Mungu, nilisikia sauti ya Mungu. Sauti, nikasikia Mungu. Sauti, nikasikia sauti ya Mungu. Akaniambia kwamba Sara, tumebarikiwa na watoto watatu, mimi na mume wangu. Mtoto wa kwanza ni msichana, mtoto wa pili ni wa kiume, ako na miaka 27 sasa hivi, na mtoto wa tatu ni haka unaona pale, kanaitwa Caleb. Hako ndiko kadogo. Msichana ameolewa na saa hizi ana mtoto, kwa hivyo mimi ni shosho. Sema haleluya. So akaleta mtoto wa pili, hiyo ni miaka wakiwa wadogo. Akaleta mtoto wa pili, akaniambia, Meshak akija mbele zako saa hii, naanze kusema, mami, ni kama unipendi, ni kama hata unisifai kwako, ni kama hata unishughulikii. Nikasikia hiyo makelele imejaa kwa akili yangu. Nikasikia Roho Mtakatifu akaniambia, kama mzazi utafanya nini? Hata sikungojea, nikamwambia na Kizungu, I will shut him up and tell him to go straight to the point. Nitamwambia, nyamaza, go straight to the point. Niambie ni nini unachotaka. Wacha kupiga around the bush, sijui nini. Ni nini unataka? Roho Mtakatifu akaniambia, that is you. That is what you have been doing. Complaining, murmuring, looking down on yourself. Go straight to the point. Akanikumbusha, Sarah K, is there anything that is too hard for God? Je, kuna jambo ambalo ni ngumu? Je, kuna kitu ambalo ni ngumu kwangu? Mimi ni baba wa yatima, mimi ni mke wa wajane. Sasa Mungu, je, ni lipi hilo ambalo unalolitaka ambalo siliwezi? Immediately nikasikia wimbo umeanza kuimbwa. Mimi si kuchukua kalamu upendo kuandika, niliusikia. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Kwani ni jambo lipi? Hizi zingine nilikuja kutunga sasa after nimepewa kipengele hicho cha wimbo. Mungu ananiuliza, ni lipi ambalo umelitaka miaka 18? Umenililia, umelalamika, you've murmured, you've complained, you've looked down on yourself, looking at other people and telling God, why are you blessing them? Why are you blessing them and leaving me alone? Hata nimeona haunipendi. Mungu hata haunipendi. The Lord is saying, shut up and go straight to the point. What is that you need tonight? Ni lipi hilo ambalo unataka Mungu akufanyie? Anasema tuliseme, maana yeye ni baba wa yatima, yeye ni mume wa wajane, yeye ni mfalme wa wafalme, yeye ni Mungu mwenye enzi. Aliumba dunia na mbingu, alikuumba wewe na vilivyomo. Ni nini atashindwa kukufanyia? Liseme, shatarabo, liseme, litate, litate. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Shandana na na bozaya. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweza? Kwani ni jambo le, kwani ni jambo lipi hilo
the same year, it is when I saw God releasing the favor of music over my life. Watu wengi sana walifikiria kwamba huo ndio wimbo wangu wa kwanza. Down the line kulikuwa na album zingine kama 6 ama 7. Lakini hapo ndipo Mungu alisema, sasa umeachilia kila kitu, wacha nichukue ushukani. I remember telling God, this is what I'm praying. Your favor. And give me a name. Give me a name that when mentioned, it will glorify your name. Give me a name that will open doors. That wherever I go, I'll glorify your name. What is that you want tonight? God is able to give you whatever thing you want. Hana shida. Anaweza kukupatia. Na anakupatia. Maana yeye ni Mungu. Kile hataki ni kulalamika. Sema amen. Sema amen. Sema hallelujah. Kwani ni jambo